Na kama mtakumbuka, tamko letu liliainisha uvunjifu wa haki mbalimbali na hali ya haki za binadamu hapa nchini kwa ujumla. Kwa hiyo katika kujiangaliza, tulipoanza mwaka huu, tukaona tukutane na kuwaelezea yaliyojiri kwa kipindi cha miezi miwili, hasa kwenye eneo la haki za binadamu. Na tunaona tusipoyaongelea haya mambo yataendelea kujirudia na kuendelea kuumiza jamii. Tamko hili limejikita katika sehemu tatu kubwa, ambapo ni ukamataji usiofuata sheria, matumizi yasiyo sahihi ya madaraka ya viongozi hasa wa kisiasa, kuendelea kwa madai ya watu kutekwa na kupotezwa hapa nchini. Kama mtakumbuka, Julai 2023 tume ya kurekebisha mifumo ya kijinai nchini ikiongozwa na Jaji Mkuu mstaafu Jaji Othman Chande ilikuja na mapendekezo mbalimbali juu ya kuboresha mfumo wa kijinai nchini. Na tume hii iliundwa katika kujiangaliza mfumo wa kijinai baada ya kuona labda rais mwenyewe hakufurahishwa na utendaji wa vyombo hivi vya dola. Jeshi la polisi ni chombo kilichoanzishwa kwa mujibu wa katiba ile ibara ya 147. Na tunaamini katika utendaji wake wa kazi lazima ufuate sheria na taratibu zake. Hata hivyo, Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu kimeendelea kushuhudia jeshi hili kikamata kinyume cha taratibu, na mara kadhaa kukikwepo na taarifa za ukamataji wa watu unaofanya na askari wasio na sare na bila kufuata taratibu za kujitambulisha, kitu ambacho kinaleta taharuki katika jamii. Na baada ya taarifa kusambaa kwa muda mrefu, jeshi hilo kujitokeza na kusema wao ndio wanahusika. Taarifa za hizi karibuni kwa ambao mnafuatilia, kwa baadhi ya matukio kwa watu waliokamatwa kwa utaratibu usiofuata sheria. Moja ya tukio hili linalomhusisha ndugu Godlove Materu, mkazi wa Chapo, mji wa Tunduma, wilaya ya Momba, mkoani Songwe, ambao ni mwenyekiti wa madereva wa malori Tanzania, aliyedai kutekwa na watu wasiojulikana tarehe 7 Februari 2027. Baada ya taarifa kusambaa mitandao ya jamii na ndugu wa Godlove kutoa taarifa, ndipo jeshi la polisi lilijitokeza kupitia kamanda wa mkoa na kueleza umma na kuthibitisha kumshikilia mhusika. Hata hivyo, taarifa zilitoka zikiwa zimechelewa, kwani tayari kulishaanza kuwa na taharuki kwamba mhusika ametekwa. Mfano wa pili ni tukio la karibuni la Geita linalosambaa katika mitandao ya jamii, linamwonyesha mtu mmoja aliyevalia kiraia akiwa na silaha nzito za kivita akimkamata mwenyekiti wa wachimbaji wadogo wa mji mdogo wa Katoro. Na kwa mujibu wa picha mjongeo iliyosambaa katika mitandao ya kijamii, mtu huyo anahisiwa kuwa ni askari wa jeshi la polisi. Hata hivyo, tukio hili hazijatolewa taarifa rasmi na ufafanuzi wa jeshi la polisi mpaka sasa hivi. Ndugu waandishi wa habari, tunapenda ifahamike kwa umma kuwa kwa mujibu wa kifungu cha 24 cha sheria ya mwenendo ya makosa ya jinai sura ya 20 kama ifanywa marekebisho 2025, afisa polisi anapomkamata mtuhumiwa anapaswa kufanya yafuatayo. Kwanza, kujitambulisha kwa jina lake, kituo anachofanya kazi na kutoa kitambulisho chake. Kumweleza mtuhumiwa kwa nini anamkamata na tuhuma zake na kituo anachompeleka. Kutoa fursa kwa ndugu kumtembelea kituoni hapo, pamoja na haki ya kupata uwakilishi kama ilivyoainishwa kwenye ibara ya 13(6) ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Pia mtu huyu ana haki ya kutoa taarifa kwa ndugu zake pale anapokamatwa. Aidha, kwa mujibu wa kifungu cha 51 cha sheria mwenendo wa mashauri ikisomwa pamoja na kifungu cha 226 kifungu kidogo cha 7, 8, 9 na 10 cha kanuni za utendaji wa jeshi la polisi, afisa wa jeshi la polisi atatakiwa ndani ya masaa 4 tangu kukamatwa kwa mtuhumiwa au amefanyia mahojiano, kama muda huo utapita bila afisa kuhusika kufanya mahojiano tajwa, atatakiwa kufanya maombi kwa hakimu kuongezewa muda usiozidi masaa 8, na kwa mujibu wa kifungu cha 52, na hii ni kwa mujibu wa kifungu cha 52 cha
PGO ambao ndio inayosimamia. Hata hivyo, kuna jambo ambalo nafikiri limeshasahaulika katika jamii. Makosa yote kwa mujibu wa sheria lazima umkamate mtu kwa kutumia warrant. Warrant ni kibali unachokiomba mahakamani kwamba kwenda kumkamata fulani kwa kosa alilolifanya baada ya kuthibitika hivyo.